Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah rabbil alamin. Basi leo tunazungumza moja katika wanazuoni ambao walikuwa Zanzibar, katika wanazuoni wakubwa sana. Huyu ni Sheikh Ali bin Khamis bin Salim al-Barwani. Huyu mwanazuoni alizaliwa Unguja katika mwaka 1852. Alikuwa katika mtaa ukiitwa Baghani. Hapa utakuta wanachuoni Zanzibar walitoka sehemu mbalimbali, na kama tunavyojua kuna wanachuoni wengine walikwenda Zanzibar kusoma wakakulia pale kwa elimu, wakaamua kuishi pale pale, na wengine wamezaliwa pale pale, kama huyu Sheikh Ali kazaliwa pale pale na akapata malezi kwa wazee wake na malezi ya kidini, akainukia kwenye malezi ya kidini na akasoma vile vile kwa wanafunzi mbalimbali. Mwanachuoni huyu alikuwa akihudhuria katika baraza za Said Barghash, mfalme wakati huo. Wakati bado yeye alikuwa ni kijana mdogo sana. Najua naye alijua vile vile na wanazuoni mbalimbali, akiwa miongoni mwao ni makadhi mkubwa Said Barghash, alikuwa ni Sheikh Yahya bin Khalfan al-Kharusi, Sheikh Muhammad bin Suleiman al-Mandari na wengineo. Vile vile alichanganyika na makadhi wa Kisuni wa zama hizo kama Sheikh Abdul Aziz Abdul Ghani na wenzake. Katika siku hizo za Said Barghash, mwanachuoni mkubwa sana wa lugha alitoka Omani, bwana huyu alikuwa akiitwa Sheikh Khamis bin Salim bin Khabsi. Na Sheikh Ali bin Khamis aliwacha watu wote wake, akashikana na bwana huyu sana kwa kusoma kwake. Alisoma kwa huyu Sheikh ambaye alitoka Omani, alimshika sana, akasoma kwake na akasoma elimu kwa muda mrefu kwake. Utakuta zamani, unajua, wanachuoni wakisoma kwa wanachuoni mbalimbali wakiishi na vile vile mwanachuoni mkubwa hasa katika lugha ya mashairi, na bado hataingia katika milango ya miaka 30. Said Barghash alipopiga chapa vitabu wakati huo ya Kiibadhi, alifanya kasida nzuri ya kumsifu Said Barghash na kumsifu pia aliandika mashairi mazuri sana, kasida ya kumsifu Said Barghash. Baada hapo alipoinua Sheikh Muhammad bin Saleh al-Farsi, mzaliwa Lamu na Maka, akasoma kwa mufti wake Said Ahmed al-Halani na wengineo. Huyu Sheikh Muhammad bin Saleh alikuwa mwanachuoni mkubwa, mcha Mungu sana. Said Barghash akimtukuza sana na alikuwa karibu sana kumweka karibu kwake. Alikuwa karibu sana. Said Barghash alikuwa akipenda sana wanachuoni na vile vile alikuwa sogeza wanachuoni wote pamoja wa Kiibadhi na Kisuni. Unakumbuka kama Zanzibar kulikuwa na kadhi moja ya Kisuni na moja ya Kiibadhi. Kwa hivyo kulikuwa na mezania ya wanachuoni na wanachuoni kuchanganyika, wakipendana sana pamoja. Na vile vile katika Sheikh Barghash alikuwa vile vile akipenda katika baraza zake, akikaa na mabwana hawa wanachuoni pamoja nao, akichukua fikra za mambo ya dini na mambo mbalimbali. Utakuta moja katika kuendesha ufalme lazima ukae na watu wanazuoni vile vile wanaokuongoza katika mambo yako ya kidini. Zama kama Imam Abu Hanifa vile alikuwa huyu mwanachuoni mkubwa sana, na baadaye mwanachuoni huyu Abu Hanifa akaja akafungwa jela na ikawa darasa zake watu wanamfuata jela. Just imagine jinsi alikuwa ana elimu kubwa Abu Hanifa, basi watu walikuwa wakimfuata jela, ilikuwa imejaa watu wanakusikiza darasa ya Abu Hanifa. Basi mwisho kiongozi nchi ile alimuonea uchoyo na husda, akamtilia sumu na akamua Abu Hanifa alipokuwa jela. Lakini zama hawa wanachuoni walikuwepo, huyu Said Barghash alikuwa akiweka karibu sana wanachuoni hawa, akikaa nao pamoja kwa mapenzi, kuchukua fikra za mambo ya kidini na mbalimbali. Na utakuta huyu Said Barghash vile wakati wake alifanya mambo mengi sana mazuri yanajulikana, kama vile kila mwaka akitoa meli ya mahujaji kutoka East Africa bure kwa hesabu yake kwenda Maka. Vile vile alifanya nyumba kule ya kufikia watu wanaotoka Zanzibar kufikia, ambayo mpaka leo ipo. Kwa hivyo haya ni mambo katika ambao wamefanya hawa wafalme wakati ule walikuwa Zanzibar, wamefanya mambo yalikuwa mazuri na wamefuata fikra hizo nyingi sana, kwa sababu kukaa na wanachuoni kupata elimu. Ukikaa karibu na wanachuoni, of course unapata kivuli chao, unapata elimu yao. Chochote unachokifanya kitaongoka.
kwa sababu kukaa chini ya watu wa elimu, hata mchanga ukiwa karibu maua utanukia harufu ya maua. Kwa hivyo na wewe ukikaa karibu na wanachuoni vile vile utanukia elimu zao walikuwa nazo. Kwa hivyo hao Sheikh huyu Sheikh anazungumza Al-Barwani huyu, kwa mujibu wa historia tunazungumza kwamba alikufa katika mwaka 1885 na kijana alikuwa miaka 36 wakati huo, na alikuwa na wanafunzi wake wazuri wa chungu zima ambao walikuwa maulama baadaye kama Said Abdurrahman Jamalia, Said Hassan bin Muhammad Janalil, Sheikh Abdullah bin Wazir, Sheikh Abdullah Bakathir, Said Ahmed bin Ali Itibari, na vile vile ana wanafunzi wengi kubwa ambao wakawa na chuo makubwa wakati huo Zanzibar. Vikaa vile vile nani Said Mansab vile katika wanafunzi wake ambao walisoma, akatoka katika moja ya wanachuoni wakubwa sana wakati hiyo. Kwa hivyo hawa wanachuoni walikuwa wameacha athari, alama zao kwa kuacha wanafunzi, na wanafunzi hawa wakaendeleza elimu mpaka ikafikia katika hali ya juu ilipokuwa Zanzibar maarufu kwa dini such a way, watu kutoka sehemu mbalimbali wanaosoma, wanazuoni mbalimbali walikuwa wanakwenda kusoma Zanzibar, masuala mbalimbali yalikuwa yanakiulizwa Zanzibar, yanakwenda mengine nasikia kwamba swala linaulizwa linatoka Zanzibar linapelekwa Al-Azhar, wanaambiwa hii swala hili linaweza kujibiwa huko Zanzibar, kwa nini waleta huko swala? Kwa hivyo Zanzibar ilikuwa ni chuo kikuu sana cha wanazuoni maarufu sana wakati huo, na ikatoa wanachuoni wakubwa ambao alama zao ndo kama hizi tunazungumza. Na subhanallah, ukizungumza history ya Zanzibar ilivyokuwa zamani kwa wanachuoni, ilikuwa ni chuo kubwa sana, mpaka ikaja Muslim Academy ambayo ilikuwa Zanzibar Forodhani, wanafunzi wengi sana wamesoma. Baadaye tena ikaja ikafungwa chuo kile, mpaka hii leo kuna chuo ambacho kilikuwa kama kile Muslim Academy. Kwa hivyo hapa tunakumbuka kidogo wanazuoni ambao wameshaisha katika maisha yao. Leo Sheikh Ali tunamzungumza Al-Barwani, Mwenyezi Mungu amrahamu, amsamehe dhambi zake. Shukrani, jazakallahu khair.